Ghafla pakawa na tetemeko kubwa la ardhi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaenda penye kaburi, akalidingirisha lile jiwe na kulikalia. Sura ya huyo malaika ilikuwa kama umeme, na mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji. Wale walinzi wa kaburi walimwogopa sana, wakatetemeka hata wakawa kama wafu. Yule malaika akawaambia wale wanawake, msiogope, kwa maana ninajua kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwa kuwa amefufuka, kama vile alivyosema. John, mpatazame mahali alipokuwa amelazwa. Yes. Kisha nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake kwamba amefufuka kutoka kwa wafu, naye awatangulia kwenda Galilaya. Huko ndiko mtakakomwona. Sasa nimekwisha kuambia. Bwana sifiwe sana. Amen. Maandiko inasema ya kwamba ilikuwa siku ya Sabato, na ilikuwa alfajiri na mapema. Yes. Ilikuwa siku ya kwanza, kama vile tumeingia hapa siku ya kwanza kufungua kanisa na kuleta habari njema katika hii area. Ndio. Ilikuwa ni siku kama hiyo. Yes. Wakati Yesu alipokufa na akafufuka. Yeah. Maandiko inaongea kuhusu wanawake wawili walipokuwa wanajiuliza, Yesu alipokufa alilazwa na akafunikwa na jiwe. Sasa walikuwa wanajiuliza kwa mioyo yao, maana tunaenda katika kaburi, nani atatuondolea ile jiwe? Yes. Walipokuwa naenda wakizungumza na kuwaza, mara ghafla malaika akawatokea. Yes. Akawaambia ya kwamba msiogope, msifadhaike, kwa kuwa Yesu mnayemtafuta hayuko kaburini. Bwana sifiwe sana. Amen. Maana walikuwa na maswali kwa mioyo yao. Yes. Kama vile unajiuliza maswali katika maisha yako. Hiyo. Ya kwamba walipokuwa wanatembea waliona ya kwamba Yesu alipozikwa kuna jiwe liliwekelewa, ambalo jiwe wao wangeweza kuliondoa. Walikuwa naulizana, tutapata wanaume wapi walio na nguvu ya kutuondolea hili jiwe? Nami nimekuja nikuambie siku ya leo. Yes. Kuna uwezekano hata katika maisha yako. Kuna jambo unaona ni jiwe katika maisha yako. Yes. Ya kwamba umejaribu jambo fulani umewezwa. Yes. Nimekuja nikuletea habari njema. Ya kwamba si wewe wa kwanza. Yes. Wandende walienda wakiulizana, hili jiwe limewekelewa Yesu mwana wa Mungu, nani atatuondolea? Lakini walipokuwa wanachukua hatua, malaika wa Bwana aliwatangulia. Alipowatangulia, maandiko inasema ya kwamba jiwe lilibingilizwa na malaika wa Bwana akalikalia. Haleluya. Kuja kukuletea habari ya jema ya kwamba chochote kinachokuzuilia iwe ni ulevi, Bwana amebingiliza jiwe tena amelikalia permanent. Haleluya. Wewe sio mtu wa utumwa tena. Jiwe lilibingilizwa ili tupate uhai. Jiwe lilibingilizwa ili tupate ufufuo. Maana lingekataa kubingilizwa, Yesu angebaki hapo kaburini. Lakini Yesu alitoka kaburini na uwezo na mamlaka. Haleluya. Nimekuja kutangaza ya kwamba kuna uwezekano katika area. Kuna wazee waliofunga vijana wa huku na wakasema ya kwamba wataweza na wakaweka si. Lakini nimekuja na habari njema. Waliosema ni mwanadamu, lakini Yesu amebingiliza jiwe. Amebingiliza pekee, tena amelikalia. Haleluya. Wale wa mama wakawa na maswali mingi. Maana Yesu amekufa na mwili wake umewekwa kaburini. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba kuna watu walimalizana na wewe. Maana mwanadamu ni mwanadamu. Siku hapa ni kudanganya. Mwanadamu anasemanga wanadamu ndani yake. Na tena walimalizana na Yesu. Lakini leo nasema ya kwamba Yesu alikuwa amesema siku ya tatu. Nasema siku ya tatu. Natangaza siku ya tatu. Nasema kwa sauti siku ya tatu. Atafufuka kutoka kwa wafu. Wayahudi
Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Haleluya. Wewe kijana uko hapo. Wewe mzee uko hapo. Wewe mama uko hapo. Umefungwa na nira za kwenu. Without knowing ya kwamba jua liliondolewa. Yesu hayuko kaburini. Nimekuja kukuletea habari njema. Hautakaa mahali uliko. Kanisa limefunguliwa hapa. Tukutane Galili. Yesu aliambia wanafunzi wao, tukutane Galili. Nimekuja kuwaletea habari njema. Tukutane CGC. Tukutane CGC. Tukutane. Kwa nini aliwaambia hivyo? Kwa nini? One thing ni kufichulia siri. Siri ndio hiyo. Au wadada. Yes. Ukisoma maandiko vizuri, ndio utaona wanafunzi wa Yesu. Yes. Walikuwa wanaume pekee, true or false? Wanaume. Na sasa hapa wanaofuata Yesu mpaka kaburini ni wamama, wadada au ndugu wengine. Wamerudi katika kazi zao. Wameenda kuvua samaki. Kumbe ndivyo yeye ikaitwa Githongororo. Maana watu wanajaribu kuokoka, wanarudi mahali hapa kuzunguka. Lakini siku ya leo wanafanya mambo katika ulimwengu wa kiroho. Watakuwa wanazunguka mahali pamoja. Maana wakomboa pamoja. Kaburini. Haleluya. Yes. Kaburi ni mahali panaponuka vibaya. Yes. Kaburi ni mahali hata wewe utakuitanishwa na penyewe. Yes. Lakini naona wadanda wawili. Ndio hiyo. Wanasema lazima nifike pale. Tutafika. Lazima nifike kaburini. Tutafika. Hata kama jiwe limewekelewa. Yes. Najua Mungu wangu ana uwezo. Yes. Mimi sina shinda naye mtu wa Mungu. Ni kweli umejaribu jambo hili nimekataa kufaulu. Ndio. Waendelea kung'ang'ana. Sema tu nitaendelea. Hawa mama waliendelea. Lakini walipokuwa wanachukua hatua yao, malaika alikuwa amewashughulikia. Nakuja kutangaza siku ya leo, chochote kinachokusumbua, chochote kimekuzuilia ulisiona chenye Mungu amekuitia, acha kikaondolewe. Acha kikaondolewe ili uweze kupata mwanga. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nimeona wamama wengi wa area. Ndio. Pia wao wamekuwa wachane. Yes. Kwa nini? Kwa nini? Maana kuna jiwe, sema jiwe ambalo limewekwa na tena limekuzuilia. Yes. Wakati ukuta umewekwa mbele zako, hakuna kitu unaweza ona hapo mbele. Hiyo ni kweli. Wakati ukuta wa ulevi umewekwa mbele zako, hakuna kitu kizuri unaweza ona mbele yako. Wakati ukuta umewekwa mbele yako ya shinda, hauwezi furahia wokovu wa Bwana. Hiyo. Lakini siku ya leo tarehe 7. Nasema tarehe 7 Disemba. Wana wa Israeli walizunguka Yeriko 7 times. Yeriko ikaanguka. Nimekuja na ufunuo ya kusema ya kwamba tarehe 7 Disemba ni siku ya perfection. Ni siku ya healing. Ni siku ya deliverance. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Yes. Nani alisema huwezi? Nani alisema? Nani aliyekwambia huwezi okoka? Nani hiyo? Tumujue. Nani aliyekwambia huwezi faulu katika maisha yako? Nani tumujue? Leo unaoiga. Nediga. Lori kwa kweli ndungio sekinyori urengeria wetikio. Leo ngeu Nikidiga. Na kira kugiria ukwanira kira mwathani agweterete. Nikimawe. Kato gutoro kombore nginyare. Tumekataa. Kato gutoro tuvinyerere tunginyare. Netwarega. Ati nduwaya. Ama walisikia nikwambie. Biblia inasema ya kwamba hiyo. Maana Yesu alikuwa amesema atafufuka siku ya 3. Imagine watu ni watu. Waliandika mpaka walinzi. Walinde kaburi la Yesu. Ili ati Yesu asikuje akaibiwa. Au kanzu unalinda mwenye alikuumba.
nyumba. Hao watu sijui wanafikiria nini. Wanasema Yesu ataibiwa. Kwa nini hao watu walikuwa wanafikiria watu wanasema wanafunzi watakuja kumuiba. Kumbe walikuwa wanawajafunguka mawazo yao. Maana lilikuwa jiwe limewekelewa ndani ya mioyo yao. Lakini siku ya tatu lazima Yesu angetoka kaburini. Na si angetoka hivyo tu, waliokuwa wanalinda kaburi, maandiko inasema kulisikika mgurumo na radi, walianguka wakawa kama watu wamekufa. Nimekuja kutabiria kwamba yeyote ameshikwa amekufunga ili usiendelee. Nasema kutakuwa na tetemeko. Alipoachilia chenye alishika, kinapoachilia maneno yenye alisema kinyume na maisha yako kuwa kama wafu. Watu wa Githongororo dina mbara na muye na noko serious no nambegua na noko toreta we muove no mothe ni noko no vora mwega we ndigare kuvinyeretie miaka yonde tuli atomea ba na uga tuli atomea ba na dina wengi anerera watoto metwa ba Githongororo tuli atomea maugiri aterere mtakuwa mnasumbuka mahali hapa na uka no vora mwega watu uga aterere jiwari miondolewa imevingirishwa tena shukariwa in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Watu wa Githongororo nyinyi washuhuda ya kwamba miona venye kumeendelea hapa. Vijana venye wametekwa nyara. Mwi mnadhani ni nini? Hiyo ni jiwe katika hali yenu katika yeri. Lakini kuna habari njema. Today. Leo hii sio kesho. Nasema leo hii. Jiwe lazima tuliondoe. Na likaliwe permanent. In the name of Jesus. Yani watu wana fake mambo. Watu wanaambia walinzi tutawahonga na hizi pesa. Hili mseme ya kwamba Yesu hakufufuka ni kuibiwa, aliibiwa. Na walidhani wanapingana na nani? Tangu waliposema hivyo injili inaendelea. Imagine iliendelea mpaka mimi Kariuki nahubiri siku ya leo. Hallelujah. Maana jiwe lilifanya nini? Hallelujah. Jiwe ni kitu kikubwa na kizito katika hali yako. Sometimes hali inaweza kuwa ngumu katika maisha yako. Unaangalia familia yenu, unaona ya kwamba kuna kitu mnafanya kinafaulu. Hiyo ni jiwe. Maana hapo mbeleni yuko unajua. Leo umejua ya kwamba nikijiwe ilikuwa imenizuilia. Kama hiyo kuta unawezi ona hapo mbele. Sasa nikijiwe kilikuwa kimekuzuilia. Umejaribu. Umejaribu, imeshindikana. Ningependa nikuulize jioni ya leo. Hebu tujaribu. Ili jiwe nasema liliondolewa. Tuliondoa usiku wa leo. In the mighty name of Jesus. Wakaweka tena jiwe kati ya Daniel na wakasema ya kwamba anaabudu Mungu wa kweli. Sasa walikuwa wameka jiwe ili injili isifanye nini? Iendelee. Lakini hata waweke kata siri. Mungu atafanya mtu mmoja aintasini katika maisha yako. Hautalala, maana ukisoma maandiko vizuri utaona wakati Pilato alipokuwa anataka kumhukumu Yesu, mke wake hakulala usingizi. Alilala akisumbuka kwa ajili ya Yesu. Nami nimekuja nikuambie ya kwamba hatukulala juu yenu watu wa Githongororo. Hatukulala kwa ajili yenu. Kuna kitu Mungu ametunenea kwa ajili yenu, kwa ajili ya maisha yenu, kwa ajili ya familia zenu, na maisha yenu haitabaki vile tena. Hallelujah.
Haleluya. Amen. Ninapoenda kumalizia, mimi nasikia kwamba jiwe limeondolewa. Limeshaondolewa. Vijana, jiwe la ulevi limeondolewa. Yes, limeondolewa. Kitu ingine inanifurahisha. Na nirudie tena. Yes. Yesu alipokuwa na nena na Mary Magdalene na Mary Martha. Yes. Aliwaambia ya kwamba nenda mwambie wanafunzi tukutane wapi? Nami nimekuja kukuambia. Yes. Sande tukutane wapi? Community Grace Church. Musarageri iko hapa. Musarageri. Vyenye Yesu aliambia wanafunzi walituma hao wengine. Pia nani watuma tukutane siku ya Jumapili wapi? Hapa. Ya pili ninapomalizia. Uko hapo na unasikia sauti yangu. Ni kweli umejaribu kuokoka. Imesindikana. Labda ni wakati huko umefika wajua kuondolewa. Umejaribu kuachana na pombe. Imesindikana. Pia hata katika nira za kwenu zimekufunga. Naomba kwa unyenyekevu, kama uko hapa na unasikia kwamba kuna jiwe lilikuwa limekuzuilia. Yes. Hiyo kwa kufanya ya kwamba usimjua huyu Yesu. Ningekuomba kwa heshima kubwa. Yes. Karibu hapa. Inua mkono wako popote ulipo. Yes. Kama unasikia kwamba unataka kumpenda huyu Yesu. Yes. In the mighty name of Jesus Christ. Tunapomwabudu Bwana kwa huu wimbo unasema ya kwamba unaweza fanya mambo yote. Unaweza fanya mambo yote zaidi ya niombavyo. In the mighty name of Jesus Christ. Tuinue mikono yetu tunapomwabudu Bwana. In the mighty name of Jesus Christ.